Karibuni wapenzi watazamaji wetu, tuendelee kuangazia tetesi za usajili zilizojiri barani Ulaya, ikiwa leo ni tarehe 19 Disemba, tukiwa tunaelekea kufunguliwa kwa dirisha la usajili la mwezi Januari. Tetesi za usajili zinazidi kupamba moto. Na kukaribisha uweze kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza kitufe kilichoandikwa neno subscribe, ili uweze kuwa unapata taarifa hizi kila zinapokujia kwa ukaribu zaidi, kama we ni mpenzi kweli wa soka. Tuanze na juu ya winga wa klabu ya Bournemouth Antonio Semenyo, ambaye amekuwa akiendelea kushika kasi kwenye dirisha la usajili kuelekea mwezi Januari. Klabu ya Manchester United itafanya kila iwezekanalo kuhakikisha kwamba mshambuliaji huyo anampata katika dirisha la usajili la mwezi Januari. Na wapinzani wakubwa wa Manchester United ambao ni Manchester City, nao pia hivyo wanafanya kila liwezekanalo kuhakikisha wanamnasa Semenyo. Lakini Manchester United wanataka kutumia advantage kama mustakabali wa Pepe Guardiola hatakuwa na muendelezo wa kuendelea kuwa kocha wa Manchester City. Hivyo inaweza ikawapa nafasi kubwa zaidi ya kumpata Antonio Semenyo. Kitu cha ajabu, vilabu vingi vinaonyesha nia ya kumtaka Semenyo, na Semenyo yuko tayari kuuzwa mwezi Januari, ila Semenyo mwenyewe hajawahi kusema chochote kwamba yeye yuko interested na klabu gani. Tunakumbuka kipindi kile cha utetesi za Bryan Mbeumo, Arsenal walikuwa wanamtaka, Manchester walikuwa wanamtaka, na timu nyinginezo zilikuwa zinamtaka Mbeumo, lakini Bryan Mbeumo alifunguka mapema tu akasema yeye binafsi anaitaka Manchester United. Kwa hiyo ikawa ni rahisi zaidi kwa Manchester kumpata, ila Semenyo yeye yuko kimya hadi sasa. Na nakumbuka mara ya mwisho kwenye mchezo uliochezwa pale Old Trafford, Semenyo alifunga bao, na baadaye Manchester walipoposti yale matokeo, legend wa timu ile Rio Ferdinand aliweza kucomment akawaambia kwamba kama vile joking kwamba msimruhusu huyo aondoke, don't let him go, msimwache aondoke, mwacheni huyo aendelee kubaki hapo hapo. Tutaona mwisho wa siku mambo yatakavyoendelea kuwa. Twende tupae paka huko Saudi ya Pro kwa kiungo wa Ureno Ruben Neves mwenye umri wa miaka 28 amesusia kutia saini ya mkataba mpya ya klabu ya Al Hilal ya Saudi ya Pro League. Tetesi zinasema anataka kurejea Ulaya, huku Manchester United ikionekana kuwa shabaha ya kiungo huyo wa zamani wa Wolves. Na Neves mwenyewe ana ndoto ya kuichezea Manchester United na ni shabaha yake. Ujue kwenye mpira huwa kuna team kuwa interested na mchezaji na mchezaji kuwa interested na team. Sasa Neves yeye yuko interested na Manchester United. Je, kocha Ruben Amorim anaweza akapata tamaa na kushawishika kumchukua mchezaji huyu? Tutaona na tutaendelea kupeana tetesi zaidi. Manchester United iko tayari kumuuza Kobbie Mainoo mwenye umri wa miaka 20 katika dirisha la uhamisho la mwezi Januari, kama watapata ofa nzuri itakayokuwa imenona na klabu ya Chelsea, klabu ya Bayern Munich, Real Madrid. Ni moja ya vilabu vikubwa ambavyo vinamtaka Kobbie Mainoo. Kwa kama Chelsea au Bayern Munich au Real Madrid au Napoli watakuwa na ofa nono, Man U watamuachia. Sky Sport wanasema Man U hawako tayari kumtoa kwa mkopo. Kwingineko, kocha mkuu wa Chelsea Enzo Maresca mwenye umri wa miaka 45 anaongoza wagombea ambao wanafikiriwa kumrithi Pepe Guardiola pale atakapoondoka Etihad msimu ujao. Athletic wanasema kwamba Guardiola ana mpango wa kuondoka Chelsea, na kama ataondoka kocha wa Chelsea, ataondoka Manchester City, kocha wa Chelsea Enzo Maresca ataweza kuchukua mikoba yake. Ni mmoja wa wachezaji makocha ambao wanapigwa kipaumbele. Kwingineko, klabu ile ya Arsenal itaweka rekodi ya kumfanya Bukayo Saka mwenye umri wa miaka 24 kuwa mchezaji wa kwanza kulipwa mshahara mkubwa kwenye historia ya klabu hiyo, takriban paundi 300 kwa wiki, kama itamuongezea mkataba hadi 2031. Kwingineko, klabu ya Bayern Munich inaweza ikabadilisha uhamisho wa Nico Jackson aliyoko Chelsea kwa mkopo kumtumia kama msaidizi wa kimataifa wa Uingereza Harry Kane. Kwingineko, klabu ya Atletico Madrid ina nia ya kumsajili Marcus Rashford anayekipiga Barcelona kwa mkopo. Atletico Madrid wanamtaka moja kwa moja mchezaji huyu Marcus Rashford. Basi haya ndio machache katika mengi ya kimichezo tulionayo kwa leo. Karibu tena.